Shem. Usinikimbie shemeji yangu. Shem. Kuwa na amani. Usinikimbie. Karibu. Kaa chini tuzungumze Shem. Usiniogope. Kaa tuzungumze. Ni kweli ni mimi mwenyewe. Wala hujanifananisha. Kaa tuzungumze. Nimbadilika. Vipi blaza ipo ndani? Hayupo, katoka. Safi. Vipi ulimueleza chochote kuhusu yale matukio? Hapana, hamna anachokifahamu. Basi nashukuru. Mimi nibadilika, mimi sio yule mtu, sio mbwa. Mambo nisamee aliyopita mipita. Kweli vile vitu niliiba. Niuza, ila kama kuna gharama zote mimi nitarejesha. Na kuamini vipi kama kweli umebadilika? Niamini vipi? Kali utanizoea taratibu. Na kweli matukio mengi sana nishaachana naye. Mimi sio muuni yule. Nibadilika sasa hivi. Sawa, haina shida. Nadhani utajionea mwenye tupo pamoja hapa. Usiniogope Shem. Haya. Vipi kuna chakula huko ndani? Chakula kipo. Safi, basi ndio nitakutana sasa kukusumbua shemeji yangu nitakulia wala nini? Nitakutana ndani. Haya, karibu. Baba bwana, mimi nimefika hapa na shida moja babangu. Kuna mwanamke nimempata, niko naye pale nyumbani. Kwa hiyo nahitaji kumuoa na sio kumchezea, ndio maana nimeleta taarifa hapa kulijadili kuhusu hilo. Mimi nimekuelewa. Wewe unafanya mambo kienyeji bila nini? Taarifa. Unanielewa? Na hiyo usirudie, sijapenda. Katika maisha lazima kuwaheshimu wazazi. Unanielewa mimi nakusamehe. Ufanye taratibu zako, huyu mama tumuone na mambo mengine yafanyike kama kawaida. Sawa mwanangu? Bora kwaje? Kama mwanangu. Kama kawaida. Wakati vipi? Ishi. Ngeni. Wangu uonekani. Mwanangu nipo sinajua. Wapi sasa? Hapa naelekea kwa sister mwanangu, unakumbuka ile shule kupanga siku? Ishi gani? Kwenda studio mwanangu. Ndio masuala studio mwanangu. Mwanangu umecheza Twende katishe. Unaona? Tunasubiri nini? Twende. Ankutangaze. Wenda nilikufosi. Wewe unipende. Umeumiza nafsi. Ni kweli unachokiongea Faza, kwa sababu na muda mwingi sijaja kuleta taarifa yoyote, lakini kutokana na changamoto za kimaisha hapa na pale na nyumbani kuna mambo mengi sana yaliingiliana. Kwa hiyo leo nimepata nafasi ndio maana nimekimbia hapa. Paki, mimi ni babako. Majukumu yote ya babako marehemu alinikabidhi mimi. Kwa kila jambo linalofanyika lazima nithibitishe. Na mambo mengine yote yafanye nini? Yaende kwenye mstari. Mimi nakutakia kila la heri. Madamu taarifa kamili umezileta hapa, wala hamna shida. Nashukuru Faza, hamna shida. Vipi lakini mambo mengine nyumbani hapa, sijui mama nini? Yaani mwanangu Paki wana nini na mambo mengi sana. Basi sawa Faza. Mimi bado kuacha. Aya. Shoga yangu, nikuta nini jana? Nakuta mangapi tena? Si ile michezo unachezaga ile. Kaka kanisema, "Tuke niache tu, nisiendelee tena." Ila shoga yangu naona unazidi, unajiachia sana. Yaani unajiviuka. Yaani kaka yako mpaka anakuambia hivi ana haki ya kukataza usifanye hivi. Sababu anajua wewe bado mdogo, ukifanya hivi utaribikiwa mapema. Kwa mimi shoga yangu, na hayo tu kukuelekeza. Ndio najua ni kaka yangu, anipenda sababu ni mdogo wake. Lakini mimi nitafikiria hilo. Hiyo ni kweli kaka yako anakutegemea, lakini usio unajiviuka sana. Yaani fanya kitu kwa akili, umeelewa? Kwa hiyo rafiki yangu ndio hivi. Tumia akili. Unaona mimi umaisikia popote pale CV mbovu kuhusu mimi. Nenda sehemu unawahi kurudi. Muandalie kaka yako. Sio sawa. Mimi nimekuelewa. Yaani nitakaa nikifikiria. Posti
nikutangaze, wenda nilikufosi uwe mi unipende, umeumiza nafsi, we bora uende ukupenda. Shikamo sister. Sijambo kwema. Ndio nimefika naye hapa. Ile shule ndio kuelekeza siku ile. Kwa mdogo wangu kwa serious kweli na hicho kitu? Niko serious sister. Kabisa? Kabisa. Unajua sasa kwa mgumu mdogo wangu, tunaelewa hamna shida. Mimi nitalipambania swala lako. Nitakupa hiyo hela wewe studio, lakini usiniangushe mdogo wangu, sawa? Na kuamini unajua. Unatambua jinsi maisha jinsi kwa magumu, sawa? Kwambie tu kwamba sister moja. Sisi hapa tunania na hicho kitu. Ndio maana tukakufuata wewe na kukuelekeza kama sister yangu. Na nashukuru umenipokea vizuri, unanisupport. Kwa hivyo tu kuangusha utafanya kitu kizuri na maana hata mwenyewe utakipenda, utakifurahia. Sisi kama natoa pesa zangu unaenda huko unaenda kupigia hela. Sina hata hela dada, lakini yani sawa, hamna shida. Kwani haiwezekani kutumia hata sasa hivi? Pesa ipo, hata usijali. Sinakwambia hela nitakupa. Hela nayo kwenye simu. Wewe nenda nitakutumia, hata usijali. Basi sawa, ina shaka sister. Nimelizika mimi, ndampata mwingine yataniamini. Maumivu haya hayaponi kwa dawa. Umeondoka mama, umeniacha na unyonge. Subira yangu imevuta maumivu, so shida zangu. Mke wangu. Unajua kana kupenda sana mke wangu. Tambua hilo, kwa napenda na. Alafu kesho nahitaji nikakununulie vijola mke wangu, uvae upendeze nini. Unaelewa tena. Alafu kuna kitu nimekumbuka leo. Nilienda kuwatembelea wazee. Nikaeleza kuhusu wewe na wakahitaji wa kuone. Kwa hiyo inabidi mambo yakae fresh, kesho twende wakakutambue. Sawa, nashukuru kusikia taarifa hii. Ila mke wangu, siishi kukumaliza nikikutazama, nakuona una sura peke yako yani. Unajua na wanawake wachache wanene, alafu nikawaelewa zaidi yako wewe. Dada Jamila, nakuomba mara moja. Bado sasa dada. Salama, shikamoo. Hapa nyumbani. Upo? Dada, yani huwezi kuamini leo. Dadangu leo shambani ule mlaba wote nimeporomosha mpaka bondeni. Yaani Mungu mwaka wake akipenda. Yaani pale mahindi eka 1.5 au eka 2. Na mimi ndio kunifanya mzembe sasa nimechoka. Yaani kama kukutumia nguvu, akako niko tayari. Ila sema nini dadangu? Sasa nimerudi, kwa hiyo unapika nini? Kaka, mimi sijapika kitu. Chakula hapa ukuacha. Na hapa chakula hamna. Sasa na wewe dada umeshinda hata kwa majirani kuomba, mbona na wewe unakuombaga mboga? Mimi siendi kuomba. Kwani kutoka tu umenikataza. Chakula utapata wapi sisi? Basi kama mimi hapo kwanza unga kwanza. Sasa mboga hapa hamna. Ila kabisa. Ila kabisa. Basi sawa. Hata unga ukoroga uje hamna. Sasa unga hapa hamna. Basi dada niko ndani. Haya sawa.
Halo. Halo. Ndio. Niambie mke wangu. Ndio. Nipe location. Kuna kazi nilikuwa naifanya hapa mara moja alafu nije hapo. Ndio mke wangu. Unajua tena mambo yangu mimi nakupenda sana.